and it could be a pastor. Kila mmoja utaomba mambo ya hatima, wewe ndio unagundua, wewe ndio unaiombea, unaibebea mzigo, unataka kujua. Hebu nenda kwa dakika chache tuombe. If this church tutakuwa na watu wanaoelewa destiny, this life we shall be examples na baraka na ushuhuda. Kila mmoja nataka mfanyike mwe na ushuhuda mkubwa, ushuhuda wa kusema kwamba niko mahali Mungu amenitia kufanya na nimefanikiwa. Nimefanikiwa sio tu kwa kufanikiwa na mbele za Mungu nimefeli. Utasema pia nina amani na namtumikia Mungu. Don't connect na friends who do not are ignorant of destiny. Your friends should be people who understand destiny wakusaidie. Some of us tuko na marafiki tu kwa sababu wako na pesa. Tuko na marafiki tu kwa sababu ABCD. It is time to choose our friends, our associates. Kwa sababu association will determine mahali tutakuwepo. Can you take time, a minute and pray? There is a big victory when you come to your destiny and God will be glorified. Kila mmoja naomba tafadhali uombe, hata kama huwa uombi, omba sasa kwa ajili ya hatima zetu. Baba, katika jina la Yesu, pokea sifa na heshima. Leo ni siku njema, leo ni siku kubwa. Naomba Bwana kwa ajili ya mimi mwenyewe, kwa umri nimefika. Naomba kwa ajili ya vijana wadogo ambao Bwana wanaenda hapa na pale, hawajajua destiny. Nawaombea katika jina la Yesu kwamba Bwana utawasaidia. Wako asubuhi ya maisha yao. I think all of us, let's pray for younger generation. Watu wako below 25 years. Just put yourselves aside. Let's pray for younger generation. Can you all pray? Tuombee vijana. Wengine ni watoto wetu, lakini tunaombea vijana wote in this life. Wale hata tuombea walimu wanaofundisha Sunday school, wanaofundisha teenagers. Let them understand destiny. Let them become a testimony. Wawe ushuhuda wao wenyewe kwamba Bwana amefanya mema. Waseme mnaniona mimi ni kwa sababu ya hilo. Tunaombea Bwana vijana. Let's all raise up our voices before the Lord. Mungu anaweza kubadilisha vijana wetu. Tuombee vijana wa kanisa, vijana wa community yetu. Baba, tunaomba vijana walio asubuhi maisha wapate kujua hati, wapate kutambua naenda wapi, ili wachague masomo ya sawa, ili wachague marafiki, wajiepushe na mihadarati itayopoteza miaka yao, inayonyonya nguvu. Watenganishe na marafiki wabaya, marafiki wasioona ndoto zao. In the mighty name of Jesus, tunafunika vijana wetu na hekima yako. Wasichana wetu ambao ni wadogo, Bwana, tunafundisha kupanda mbegu. Saidia wazazi kupanda mbegu. Saidia wazazi kushauri. Saidia kabla hawajatekwa na ulimwengu. Bwana, inuka ukafanye maajabu. Tunakataa vijana wetu kupotezwa, wasiibiwe na yule mwovu shetani, wakatosheka na dunia. Tunakataa hilo Baba, katika jina la Yesu. Tunalinda watoto wetu. Naomba Bwana usaidie. Wengine wameanza kubalehe, wako miaka 13, wako miaka 14, wameanza kuvutiwa na opposite sex. Tunaomba Baba wasipotelee hapo, wasipotee katika dhambi. Tunaomba wazazi wajazwe na Roho, waelekeze watoto wao. Endelea na hatima yako sasa. Endelea na kujiombea wewe mwenyewe. Uko miaka 50, uko miaka 40, umepita 30. Endelea Bwana kuomba katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana, nisaidie. Nataka nigundue, nataka unishike na mkono. Nataka nisaidie pia mtu mwingine katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu nisaidie. Tuombee jambo la kupitwa na wakati kwa mambo fulani. Kuna vitu adui hapendi tuvifanye kwa majira. Tuombe Mungu atupe kuhesabu miaka yetu vizuri. In the mighty name of Jesus Christ. Father, we are asking for your wisdom. Wisdom to implement. Wisdom ya kutumia haya mafunzo kuya translate katika maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba hekima. Umesema mtu akiomba kwa imani atapata hekima. Every one of you by faith seek wisdom. Pray for wisdom. Wisdom to decide. Wisdom to live. Wisdom to become a person who is passing the message of God.